Tumsikilize huyu mke wa rais wa Sierra Leone. Let's hear. The kind of mineral resources we have in our country is enough to take care of everybody in that country. We should not have a single poor person in Sierra Leone. But unfortunately, we are not given the free will to make decisions on our own mineral resources. There's always Big Brother who decides. And when you fight and say, no, we are not going to do this, they use the system to stop you. It's either they set you up with the opposition and they'll be supporting the opposition against you from the back, or they cause unnecessary chaos in your country so that you are not able to even govern your own people. They will do things to make you not to be functionable. And of course, any country that don't have peace cannot develop. You have to have peace before you talk about development. Yeah, huyo ni mke wa rais wa Sierra Leone. Anaeleza kuhusiana na namna ambavyo Afrika, alikuwa anazungumzia nchi ya Sierra Leone peke yake, lakini ni kama in general Africa nzima ambavyo hatuko uhuru na rasilimali zetu, hususan kwenye sekta ya madini. Yani ni madini yetu lakini hatuna uhuru nayo. Hatuna uhuru nayo kabisa. Hatuwezi kuwa na uhuru wa kuamua nini tuletee faida. Hayo madini tuletee faida kwenye bara letu. Hatuna uhuru nayo. Amemuelezea kuna mtu anaitwa Big Brother ndo ana control hizo resources. Yeye ndo anaamua kwamba nyie mpate faida ama msipate faida. So kuna siku ambavyo Afrika itakuja kuamka na kujikuta kwamba rasilimali zote zimekwisha, kwa sababu namna ambavyo wanazidi hizi rasilimali sio kwamba zinajizalisha, zipo. Tukiendelea kuzichimba over time lazima zitaisha. Kwa sababu ukichukulia mfano nchi ya South Africa ilikuwa ni inaongoza kwa gold, lakini jinsi ilivyokuwa zamani sio ilivyokuwa sasa, kwa sababu gold nyingi zimekuwa chimba, zishakuwa exported. Kwa hiyo siku Afrika tutaamka asubuhi tutajikuta kwamba there is no resources in our land, na hizo resources zilikuwepo na hazijatufadisha chochote. Kitu ambacho Western World wanachokifanya mpaka sisi tunashindwa kupata hizo faida ni kwamba hawa watu, kitu cha kwanza, wanakuja na researching. Wenyewe ndo wanavumbua hayo madini. Madini yapo kwetu, madini yapo chini ya ardhi yetu, lakini wenyewe ndo wanavumbua hayo madini. Kitu cha kwanza hicho wanachokifanya, wanakuja na researching, deep research. Kitu cha kwanza. Kitu cha pili, wanakuja na finances, kwa sababu kuvumbua madini na kutoa madini kwa toka kwenye ardhi ni